Karibuni sana wadau wetu wa Fabigo TV na BM Zakaria Online TV na Arafati TV katika masuala yetu ya tutorial zile tunazosoma kuhusiana na ICT. Leo ni siku ambayo tunataka kuja kukufundisha kitu fulani muhimu sana katika maisha yetu ya kijamii ambayo ni masuala ya cyber security. Na masuala cyber security ina maana yake, inatakiwa nikufundisha jinsi gani ya kuwa na cyber security katika mfumo wa vifaa vyako vya ICT. Hapa naongelea simu, naongelea kompyuta, naongelea na vitu vingine, lakini ni muhimu sana kusikiliza video kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wengi wenu mnaogopa kumaliza bando, kwamba eti namaliza bando ya 500 wakati hapo nasoma bure kwa 500, wakati ungeenda darasani cyber security ungesoma kwa 400. Umenielewa? Sikiliza mpaka mwisho. Mwanzoni nafundisha theory, mwishoni namaliza na practice. Lazima usome kama professional, nikufundishe cyber security ni nini ili asikudanganye mtu, lakini pia mwishoni nitamalizia na mifano ile ya vitu nilivyokuwa naviongelea kupitia hii laptop au kompyuta nilionayo hapa. Nataka nikupe maana ya cyber security, lakini kabla ya yote usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare habari hii ili iweze kufikia mtu mwingine katika channel hizo unazoangalia. Jina langu mimi ICT naitwa Fabigo ICT man. Nipo hapa kwa ajili ya kukuelimisha wewe ndugu yangu uliopo popote ulipo. Asante sana. Maana ya cyber security, yani wanasema kwa Kiingereza what is cyber security? Maana ya cyber security nitatumia English, Kiswahili kwa sababu ni Mtanzania, wengi wao wanaonifuatilia ni Watanzania. Okay, wanasema maana ya cyber security. Wanasema kwa lugha rahisi, cyber security, usalama wa mitandaoni. Maana ya cyber security, maana yake ni usalama wa mitandaoni au mtandaoni. Usalama mtandaoni ni kitendo cha kulinda mfumo au mifumo ya kompyuta, server, simu, data na mitandao dhidi ya mashambulizi ya kidijitali, digital attack. Yani usalama wa mitandao, yani cyber security, yani ni kitendo cha kulinda mfumo wa kompyuta, server, simu, data na mitandao dhidi ya mashambulizi ya kidijitali. Yani kitendo cha kulinda mifumo ya kompyuta, simu, server na mitandao dhidi ya ushambulizi wa kidijitali, yani wale hackers, tunaweza kusema hackers. Kwa hii mifumo ni mifumo ya kulinda hivyo vitu ili uweze kulinda. Hapa tunaongelea nini? Tunaongelea mifumo ya ICT kama vile mifumo ya trend, yani kwa mfano tunasema confidentiality, siri kwa Kiswahili chake siri, yani confidentiality siri, lakini kuna integrity, yani uaminifu sahihi, na availability, upatikanaji. Tukisema siri maana yake nini? Maana yake data ionwe na mwenye mamlaka tu. Unapoongelea cyber security maana yake unaongelea mfumo wa password ambao unaweza kuweka kwenye mfumo wako wa kifaa chako, labda simu au kompyuta, tablet. Hizo zinaitwa cyber security, kwa sababu ili mtu aweze kuingia kwenye mfumo huu wa kitu chako lazima aombe password kwako. Lakini tunaongelea cyber security ambazo tunaongelea mifumo ya mitandao, yani akaunti zetu, kwa mfano email, kuna WhatsApp, kuna Facebook, kuna Instagram na kuna vitu vingine kama vile confidential mambo ya benki yale, yani kwamba kwenye ATM kadi zile ID. Kwa mfano leo wewe ukitaka NIDA yako ujisajili kwenye NIDA, lazima uwe na ID numbers ambayo ni namba ya NIDA. Hiyo zinaitwa ni cyber security. Kwa cyber security ni masuala ya ujumla ambayo yatakusaidia wewe uweze kujua vitu fulani, yani ili uweze kuingia kwenye mfumo wa kitu hicho lazima uwe na password. Hizo password ambazo zitakusaidia wewe uonwe ni mwenye mamlaka. Yani kwa mfano unapotaka kuingia kwenye Facebook page au Facebook account yako, Instagram, lazima uwe na password, na ukikosa password hapo unaweza kushindwa kuingia kwenye account. Ndio maana wengi wao waliosahau password wanafuata MIT, wataalamu wa cyber security, ambao wanaweza kuwarudishia akaunti zao kama walikuwa na hizo vitu tunavyosema recovery, kwa mfano email na namba zile za kurudisha akaunti kama utakuwa umesahau password. Hiyo ni mambo ya siri. Mambo mengine ni inasema integrity, kitaalamu inaitwa integrity,
Yaani hii ina maana kwamba uaminifu, usahihi, data isibadilishwe njiani, yani data isibadilishwe njiani. Pale data inapokwenda transfer, inasafiri, ina flow kutoka kwenye device moja kwenda device nyingine. Sasa chetu cha cyber security pale tunaposema integrity maana yake kwamba uaminifu au usahihi, data isibadilishwe njiani. Yani kuna swala fulani kwenye network, sisi ICT tunasema network, kuna vitu vina network, maana yake ni kwamba ni jinsi gani data zinapokuwa zinasafiri, data communication, ambapo zinakuwa zina transfer from one point to another. Network is a connection of two or more devices which can share information. It means that if kutoka kwa data unaongelea kwenye cyber security, yani ulinzi, jinsi gani zile data zitakuwa zina flow bila kuharibika njiani. Kwa maana ya usahihi au integrity, maana yake kwamba ni usahihi wa usafirishaji data ndani ya network, ndani ya internet, katika vifaa vyako vya mawasiliano kama vile simu, kompyuta na vifaa vingine ambavyo vinawezekana kuwa na kutumia cyber security. Cyber security pia kuna swala lingine linaloitwa availability. Availability maana yake ni upatikanaji. Upatikanaji ni kwamba mfumo uwe wazi wakati mtumiaji anapohitaji. Yaani kwamba maana ya password kwamba utakapokuwa na log in ndani ya system yako, ina maana ukilog in, ina maana kwamba ile cyber security itakuruhusu kwamba umeingia ndani ya mfumo huo wa website yako au account yako ya Facebook na akaunti zingine, inakuruhusu availability, yani kwamba inakuruhusu upatikanaji wa communication, yani kuwasiliana kwa usalama zaidi bila kuwa hackers hawezi kuingilia pia. Kwa mfano hata ukiwa on kwenye kifaa chako, yule hackers kupitia mtandao kwamba anaweza kudukua